rest in peace Raila Amolo Odinga. Tulikuwa na majibishano baadhi ya wale wa opposition, Kalonzo Musyoka wakiwa na Rigathi Gachagua, baba akiwa bado yuko katika ile hali ya matibabu, wakisema wao wanaendesha propaganda kuwa baba Raila Amolo Odinga hali yake ya afya iko hali mahututi, lakini wao ule upande mwingine kina Gladys Wanga, kina Betsuda, tukaona wanasema Raila Amolo Odinga ako na afya yake timamu na Raila Odinga anatibiwa India na Raila Odinga atarudi. Sasa Raila Odinga anarudi ndani ya jeneza. Hiyo majibizano ni ukweli wale opposition walikuwa wanajua kile kinaendelea, ama ni hao tu walikuwa wanajaribu kufunika mambo kiuhalisia ilipokuwa ikiendelea? Okay, mimi nikijibu kwangu, walimaniza baba atarudi. Okay, hata akirudi kwa jeneza bado amerudi Kenya, already alikufa. So hata akirudi kwa jeneza bado tuna expect baba amerudi. Time ikifika imefika, hatuna maneno mengine. Mungu ndiye amejua maisha ya kila mtu. Maoni yangu ni kwamba maybe alipotoka Nairobi Hospital, hali yake ilikuwa critical, alikuwa hali mbaya kabisa, in that maybe alikuwa in that state of ICU or sort of thing, so akaamua kwenda seek another higher level of health and ambapo tunajua country na offer the best health services ni kama India hivi. So maybe akienda huko hawakuwa anajua amekufa, so maybe then madaktari walikuwa wanawapea hopes because hawezi kudemoralize people haraka. Maybe alikuwa kwa ICU and then maybe alikuwa tu supportive kwa oxygen but alikuwa amekufa. So maybe kitu inakuja inatupea heads up ni time the Lee Funeral Home ilikuwa guarded, so hatuelewi what was the purpose, because hata wenye walikuwa na guard huko pia kwa naelewa what they are guarding. So maybe as for me, sorry, rest in peace baba. Tukirudi kihali ya siasa sasa, Kalonzo Musyoka ndiye ameinuka kuwa mpinzani mkubwa akisaidia na mwenzake kule anaitwa Rigathi Gachagua. Na kwa mara nyingi watu nasema Luo Nyanza ilikuwa inapigia Raila Amolo Odinga akiwa pamoja na Kalonzo Musyoka kama deputy president ama prime minister. Tunakumbuka 2017 Kalonzo Musyoka alikuwa Raila Amolo Odinga's deputy president. Back to 2013. Ni 2022 tu ndio ile short change kidogo. So kuna uwezekano mkubwa kuwa anaitwa nani, Kalonzo Musyoka anaweza ridhi ile umaarufu wa Raila Amolo Odinga kule Luo Nyanza kuliko huyu William Samoei Ruto. Okay, mheshimiwa, mimi nimesema tunataka watu wenye unakuwa mwanaume kila wakati, unaona? Mimi badala yako nimesema kuridhi kwa kura. Tuseme tuko kodebeni mwaka 20 mwaka 20 na 22, si ndio? 2022 2027, si ndio? So tuseme hiyo 2027, si ndio, ifike, si ndio, tupatane, tuko na vigogo wangapi? Ruto na Kalonzo Musyoka. Raila hayuko sasa, Raila ametuacha. Kuna uwezekano mkubwa kwa Kalonzo atapata zile kura zenye Ruto Raila alikuwa anazipata, hizi milioni 6, hizi milioni 7 kila uchaguzi ulipokuwa ukikuwa hii nchini. Bana, mimi nikijibu hapo, tutapata kingpin mwingine ambaye atasema nani tosha, na mwenye atasema nani tosha ndio tutapea kura yetu. Unaona? Hatuwezi pea, sisi tunaenda na kingpin. Kienye baba alikuwa anasema Kibaki tosha. Uliona Kibaki alishinda ama kushinda? Kibaki alishinda. Haya, alisema sasa hii baba yuko kusema baba yuko, ndio maana nimesema tunapata kingpin mwingine atasema nani tosha na weke mkono, alafu asaidiane na hiyo nguvu ya Mungu. Mungu pia weke mkono aseme nani ametosha. Hatuwezi kosa kumpea huyu jamaa kura. Ni maneno tu, mimi niko tu na hiyo maneno tu, sina mengine, sina ingine. Sawa baba, rest in peace. Maoni yako hujatoa? Mimi kuhusu ni okay, as for now venye tunajua maybe our friends from Nyanza assumption yao ni maybe baba alikuwa poisoned, kitu kama hiyo. So the higher chances ama the probability of how support Kalonzo iko juu kabisa, because you know maybe walikuwa allied to Honorable Ruto kwa sababu nani alikuwa
baba alikuwa, and we know watu wa Nyanza kugeuka ni mara moja. Na kugeuka ni mara moja. So maybe as for now naona Kalonzo kuna higher chances ya kupata support kuliko Ruto. Na tuko serious ya kugeuka haraka, tuko serious hiyo, hatudanganyi. Unajua, unaona hiyo Nyanza tukigeuka hata uwezi pita, tunachimba barabara ni shimo na tunawasha moto, unaona. Kwa hiyo shimo sasa kupita haitakuwa rahisi. Bado tunazidi kufuatilia maoni ya wakazi haswa hapa Kibra, wa maoni yao iko vipi baada ya Raila Amolo Odinga ametuacha kuanzia sasa na watakapozidi kuendelea hadi atakapotoka mwili wake kutoka kule India ukuje ufike hapa Kenya. Tuone ni maoni yepi wananchi, watamgeuka William Samoei Ruto, watakubali wakwe na Ruto hadi mwaka wa 2027. Letu ni jicho tu na kuwapa masikio, tuone ni lipi litakuwa likitendeka. Bye bye. And with that, guys, thank you for choosing Kenya Political Brief as your primary news platform, more so on politics. Kindly please share this video to a friend. If politics is your passion, this is the place you really wish to be. Kindly subscribe. Bye bye.